Sikia wewe choko wewe. Wewe ni mgeni hapa. Hujui chochote kuhusu mimi. Hizo pigo ambazo unazileta sitaki. Tena sitaki kabisa. Hunijui, sikujui. Tusipangiane maisha. Hata kama tujuani, lakini mimi ndio kupambania hali. Tambua kuwa vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Hata kama vijana wanakaa kijiweni, wanavuta mibangi bila kufanya kazi, taifa litaendelea vipi ndugu yangu? Sikia wewe Pipitida wewe. Usijifanye kujua sana. Kuna mengi huyajui. Na siku kija kuyajua, ukaleta fyoko zako, ndio itakuwa siku yako ya mwisho kuona uso wa dunia. Yogo, sikia. Haina maana kuendelea kuishi nikiwa naona mambo maovu na machafu yanaendelea bila kukemea. Haina maana ya mimi kuendelea kuishi nikiwa naangalia vijana wenzangu na nguvu kazi ya taifa inaangamia kwa kuvuta mibangi na kukaa kijijini bila kufanya kazi. Mimi lazima nitakemea kwa sababu haina maana ya kuishi nikiwa naona mambo machafu kama yanaendelea kabisa. Kwa vipi kani kazi au sio? Sasa sikia rafiki yangu. Naomba uishi maisha yako na mimi niishi maisha yangu. Sitaki tufuatiliane. Yogo, hajakaa sawa hii. Hii hajakaa sawa. Na huu mwanzo tu. Lazima nitakemea. Siwezi kukubali vijana wanapotea kama hivi. So, niambie. Nashukuru kwa kupoteza muda wako kuja kunisikiliza. Ila nina ujumbe nataka nikupe. Ujumbe gani? Mimi rafiki yako nimetokea kumpenda sana. Na mpaka nimemweleza hisia zangu lakini hakunielewa. Kwa hiyo ni kama rafiki yake. Na nyinyi wanawake kuna maneno ambayo mnayaongea na yeye anaweza kukuelewa. Kwa hiyo ni kama msaada wangu kwa muda huu. Naomba uweze ukamwambie. Sawa, nitajaribu japokuwa ni ngumu. Usiseme nitajaribu. Sema nitaenda kufanya. Na naamini ukifanya hii kazi yangu kuna zawadi kubwa sana nitakupa. Kwa hiyo sema ninaenda kufanya, sio kujaribu mamangu. Sawa, nitamwambia japokuwa mtu mwenyewe ana usimamo sana. Basi sawa, nikutakia wakati mwema. Ngoja niendelee na majukumu mengine. Tutakutana baadaye. Tafuta sana. Na sasa hivi natokea road nilikuwa nakutafuta. Ila namshukuru Mwenyezi Mungu nimekukuta hapa. Tulia mwenyewe. Ila somo la kukutafuta nilikuwa nataka nikuelezee lile jambo lako ambalo uliniagiza. Kuhusu lile jambo bro. Nimefeli. Kazungua. Na sio kwamba nimefeli mimi. Yeah. Nimejaribu kumwelekeza kadri ninavyoweza. Lakini hajanielewa. Hajanielewa kabisa. Kwa hiyo sio kwamba unaweza ukasema kwamba jamaa akachelewa labda anachukua buku zangu alafu halidishi majibu, amna, sio hivyo. Nimejaribu ninavyoweza na nimeelekeza kila kitu ila hajataka kunisikiliza. Na kingine yule mimi ni rafiki yangu. Aishi shule yote tunafuatana kama ulivyo unasikiliza. Na hata wazazi wake nyumbani wanafahamu. Kwa hiyo namheshimu ila nilijaribu kufikiria nikaona si vyema niweze kufikisha salamu zako japokuwa ni rafiki yangu na namheshimu. Ila ameshindwa kunielewa. Kwanza ameniambia kuwa kama nimemvunjia heshima ila nimeona si vyema nije nikuelekeze kwa. Amekataa kabisa. Kwa hapo labda naweza kukushauri naweza kukwambia kwamba unaweza kaenda kujaribu mwenyewe, labda mwenyewe ataweza kukusikiliza. Nguvu ya buku, nguvu ya buku, nguvu ya buku, nguvu ya buku. Si ulisema takuwa nami? Nimekupigia simu kwa sababu kuna mzigo mtu
Wote na hii mali sasa hivi sio hapa. Kuna bosi. Tajiri mimi nakuelewa. Sana sana. Kwa sababu hata mimi leo naweza kuongea sana kwenye kazi yangu. Fanya kazi na kuwa kazi na nakuwa fresh. Kwa hiyo mimi hilo ni kweli. Mimi nakuamini, ila nilikuwa nakuamini kupitia biashara zangu. Sasa hivi tuna bosi mwingine, na maana huu ni mzigo mwingine. Mimi na wewe kuaminifu kama kawaida ni mzigo kubwa sana. Inawezekana tangia tumeanza kufanya biashara uliwahi kuchukua mzigo kama huu. Sasa unatakiwa uwe makini sana, uwe makini sana. Ngoja huu mzigo una thamani. Fresh na pia nimekuelewa. Kama imeshindikana basi nitajaribu hata na mimi mwenyewe kwa upande mwingine. Lakini pia nisema kwamba asante sana kwa ushirikiano wako mpaka hapo ulipofikia. Nakushukuru. Na usije ukasema kwa kwamba buku nilikuwa nakula nyinyi, hapana. Nilikuwa nafikisha. Hapana, kawaida tu. Vitu kama hivi kawaida tu. Mtu anafanya kazi, anashindwa. Wanajaribu tena njia nyingine. Kawaida tu, sijali. Basi fresh, mimi ngoja nielekee kwanza nyumbani. Poa, hakuna shida. Wewe bro usiwaze, wewe nenda tu mwenyewe, usiwaze. Tani ni kweli mzigo. Kwa sababu hata uzito wake nauona pia. Naweza nikaangalia nikajihakikisha. Tajiri. Hii kweli mali. Umeelewa? Hii kweli ni milioni 10 kabisa. Kazi itafanyika. Kama kazi itafanyika, kuwa makini. Hii ni mali. Tumeanza muda sana kwa mimi. Ila sijawahi kukupa mzigo mkubwa kama huu. Ni kweli sije ukachukua. Wewe. Kuwa makini. Sawa, Nguvu ya buku imenipa matamanio, japo nateseka, muhimu kwangu salio. Siruhusu kuchekwa, jua habari ndo kwa kuchagua Vodacom. Majaliwa. Kwa nini lakini? Sasa nini shida? Saizi tu katikani jamani. Shida iko wapi? Ndio ushaanza kunichiti. Au niamini maneno ya watu. Sababu nimekuelekeza chama sana na pamoja na masomo. Ni tahadhari kwako. Zaidi sana usawishi vile ulivyosema juu. Sawa, nimekuelewa. Kwako. Angalizo. Sitaki nichiti.
Nakujua. Mimi niko tofauti. Mimi nakupenda wewe. Sawa. Ukienda nikumbuke. Usiwazi. Mimi bado. Awaga mimi. Yaani mimi kule sendi milele. Si unajua mimi nitarudi. Sawa. Kwa ndio hivyo. Yaani mimi niko tofauti sana na wengine. Yaani mimi nakupenda wewe. Nakupenda pia. Mbona tuna malengo makubwa sana kwenye mapenzi yetu. Sawa. Si ulisema takuwa nami kwenye shida na raha, nikidondoka unyokote, mindo yako furaha. Nguvu ya buku. Kaza mtoto wa kiume wewe. Wewe kaza mwanangu. Hakika mwanangu. Vipi kiongozi, ulifuatilia Nzigo? Mzigo wa hakika bwana, tunaona hapa. Au vipi? Hakika tu hapo. Da, sema unyama hapa umetisha. Ngoja tuweke kwa huku, sije kama mambo ya kimavi hapa kikinuka. Sasa wanangu, kengele imelia hii hapa, nguvu ya buku itembee. Kama una kale kwa baba yako. Au vipi? Hapa nguvu ya buku. Anza kwa blaza huko. Wewe shamba nini? Anza kwa blaza. Nachokitaka si buku, kwani mimi si nitafika huko. Sema unyama. Hapa mwanangu, au wewe ushakinda? Kuna 200 tu hapa. Kudada leo utapiga tonge moja. Baridi. Huyu chule. Maisha kweli tunaishi. Sema fresh. Hiyo. Wewe vipi, mbona hujatoa? Afu nataka kuchukua tu. Hapa nguvu ya buku babu, kama una kale kwenu kwenye nsosi hatuna masiala njomba. Wa mwanangu koda. Sasa ndo nini? Takuzingua. Tema kibunda na wewe hapo. Nsosi mbona una matimbanga fulani. Umefanya kweli kabisa mwana. Wewe juu nguvu ya buku ndo inatufanya sisi tunaishi kijijini huko. Toa hela hiyo mwanangu, mimi nani yako kwani? Kwani huyu ukoje? Unataka kula utaki kula? Sasa nakisha nga wewe hela utoi, hii unaitaka ili iweje? Sisi hapa tunatembeza nguvu ya buku tukapige nsosi. Wewe koda wewe sikia wewe. Wewe sikia mimi nani yako bwana. Hata kama ndo kiongozi sio kwenye masuala ya nsosi bana. Sitaki ongea sana basi toa hela. Toa hela wewe vipi? Sema mwanangu na feli. Sasa ndo kuwa nini hapo? Sema iongezeke hapo. Ninachokitaka sisi ongezeke buku nyingine hapo. Imeisha hiyo. Sasa auni. Sikia muda kupiga dongo shafika, sawa? Tuchole basi. Haina shida. Sema nini mwanangu? Yule jamaa ona watu wenyewe sijui wametoka wapi. Yule jamaa na roho ngumu yule. Kwetu Mtwara tunaita roho ya korosho hii. Sasa naye mwanangu tusi naye ndo ina shida. Sema baridi. Wewe dogo twenzetu. Sema poa baba. Samani. Bila samani. Nina shida nawe kidogo, naomba tuongee. Sawa, haina shida.